Yes. Wow. Guys, I'm proud. Kuwa mmefika this praise. I was really eager to have you on this moment. Now, let me say first is to congratulate you for parting your time so that we can come and make this clear to our viewers. Ningependa at least wawajue majina, tukijua mpaka cameraman wetu wa leo. Cameraman, tuambie jina tujue ni aje crowd inakaa. Hello guys, it's fellow Matthias Stars 001. Kila mahali tunapata hivyo. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Yes. Huyo ni Mafero kama vile mafans wanasema. Tutajua baadaye. Tuko na msanii mwingine hapa, tuambie. Okay, thank you for this opportunity mwenye mmenipea. Nimeweza kujifikisha kama vile mliniambia nijifikishe kwa hii type of debate. Si debate but it is a reality debate. Some debate wanasemanga it's like a game, but this is a reality debate yenye inakuja eti a Bible is a real book of God or it is a man-made book. Na ndio maana nimeweza kujifikisha kupinga. Kwanza sijajiintroduce. Kwa majina wananijua pale kama Denley, Manabillion siku zote. Manabillion mzee wa do. Manabillion siku zote. Na nimejifikisha hapa ndio niweze kusimama na msimamo wangu on how my evidence of how I know the Bible is a man-made book. Yeah? Na tukiendelea hivyo tunaanza. Naweza kwanza congratulate pia kwa hii kikombe ya chai nimepata, tumaji pale. Good service mko nayo. Thank you so much. Yeah. Wow. So my guys, kama vile umesikia, is all about a debate concerning is Bible a man-made book or is it an inspiration book? So guys, tutakuwa tunawapeleka na mutaratara. Mi kama dawa naitwa Alpha Kimster, kama jina la usanii ndo hilo bado. Asanteni sana, na pia my viewers hapo hivyo, ningependa tunapochangia hii discussion pia nyinyi ningependa you show your concern by dropping your comment on our comment section pale YouTube, ndo tuweze kuenda pamoja na tujue what is the way. Yeah, thank you so much. Tell you this will be fire. Yeah. Because how can you say all which proofs do you have that a Bible? Before nikuulize hii swali, nataka uniambie wewe ni kupinga unapinga Ukristo, ama uko pagan, ama you are in another area of kind of belief. So hiyo ndo ningependa nijue kwanza, kwa sababu hakuna vile umecreate that discussion inside you without an intention of where you are purposely positioned. So ningependa my viewers waelewe kama wewe ni pagan ama uko in Christianity but you are against it, or else unalilai na dini nyingine. Tuambie. Okay, thank you sana. For me, kitu naweza sema, I'm not a Christian, I'm not a Hindu, I'm not a Muslim, I'm not a Buddha, but for me I stand on God. Nasimama na Mungu. I know there is God, I know there is Jesus, but I don't believe in things like Bible, churches. No, nothing like that. Why? Because first of all, you used to read Bible saying that ni Yesu amesema, Mungu amesema. There is nothing like that. How can you prove it? The thing is that the Bible was written by someone, not God, not Jesus.
not angel, but the Bible, not even Satan, but the Bible was written by someone. You see, like in example, you used to say that Bible is a book of God. In your belief, yes, it is a book of God in your belief. But for me, I can ask one question. Ask. Let us talk about Genesis. Who wrote Genesis? It's a man. It's a man. Yeah. Was he a God? Was he God? Yeye hakuwa Mungu, hakuwa Yesu, hakuwa malaika, hakuwa shetani. Ni mtu. Ni mtu. On which Africans do believe in Christianity more than white people. Why? White people ni wao walileta Bible. White people ni wao walileta Christian, but they don't believe on it. Yeah. Ni wao walileta Christian, but they don't believe on it. So, wanawaletea vitu, wanawatia, you do practice on it, you keep it really being, yani inakuwa moto kwenu, but kwao they don't believe on it. No. Don't you believe that the word of God says that faith comes from what is heard, and what is heard comes by what you have been taught? So we as a Christians, let me begin by this. We as Christians, one thing we rely on, and our foundation towards Christianity. First of all, let me say, in times of Jesus, hakukuwa na Christianity. Hapo nataka kwanza uweke hiyo question mark. Okay, no problem. In time of Jesus, there was no Christianity. Yeah. Christianity came after the death of Christ and the resurrection. And that is recorded in the book of Acts. Na nimesikia ukisema ya kwamba there is something you have not clarified on me. So for me, I said he's a man, but I did say or give you the full account of how it started. So this is through inspiration, inspiration of God. And if we look, for example, the man named Jeremiah, he was when he was asleep, God himself came in a vision, and he was about to destroy a certain empire or a certain kingdom. And that night when God visited him, he told him that what I want from you is to record that scripture, to write it down. So I am trying to mean that he was inspired. So kuna mambo yenye ilifanyika Genesis, but saa hii kuna mse mwenye anaweza rifiliwa vile iliendelea na andike hiyo kitabu. So this is not accordance to man, but it is based on God's inspiration. Sasa wacha nikuulize. Let me ask you. What? Umesema they were inspired by the power of the Lord, Yeah, so that they can wrote some things like Yes. Bible verses, what? Yeah. So which prove that uko nayo they were inspired. Sikatai. Mimi naweza amka leo niandike kitabu niita billion. Niseme I was inspired by the Lord to read this book. Hakuna mtu mwenye akona prove you are inspired. So that's why I'm saying Bible is like other storybook. Ni kama Kidagaa, Blossoms of Savannah, but people do take it, Christians, when they take like special book. Like in example, I can ask in example. We talk about the first book of Old Testament. Tunaita munaitanga in Christian? Old Testament. First book, Genesis. Yeah. In Genesis, Mwanzo. Yeah, Genesis is the first book of Bible that talk about creation, what. Who was there to wrote that book? Nani aliandika hiyo kitabu? Then people are talking about the first person to be created was Adam and Eve. Huyo Adam and Eve na wakasema sijui he was chased away from the Garden of Eden after eating the forbidden fruit. Si ndio? Sikatai. Hiyo sipingi, but who was there
akaandika hizo maneno kwa kitabu. Nani aliandika? Unataka kuniambia you say that people were inspired. Unataka kuniambia there is someone who was inspired to write the future. Akaandika future, akaona future ya kina Adam. Akaona future ya kina Adam akaandika there is a person who was Adam. So, sikata hiyo, lakini mbona why don't you believe that? Have you ever dreamt of kind of a certain vision? And you know, it has caught your attention at night, in the midnight. Then it is something maybe strange that will happen, and automatically it happens. So the same way these people are inspired, kwa sababu wakati umeletewa hiyo, you are saying you are opposing God, the word of God, but he does not just speak through the Bible, but he also speak in the dream. And that's why I told you the story of Jeremiah. Jeremiah was inspired by God to write the Bible. So, but it is not recorded in Genesis how the data were collected. So data za Genesis hazijanakiliwa, okay, vile zilichukuliwa, lakini tuko na proof by Jeremiah how he was inspired and he wrote the message. Yeah. Niko na first question. Umesema they were inspired. The first Bible ilikuwa ya which language? The first Bible was a Hebrew. Hebrew. Yeah. Was Jesus a Hebrew? Yeah, of course. He was a Hebrew. Okay, no problem. He was a Hebrew that Bible says. Not me, not God, not who, but Bible says. The Bible narrates. Okay. Yeah. For now, kuna Biblia ya Kiswahili, Kikuyu, Kimeru. So, wanasema the Bible was translated. Yeah. Is it? Yeah. Translated. And who do that translation? Men. People. Yeah. Human. Yeah. Was he God? He is not God. He is not Jesus. He is not angel. He is not Satan. No. He is a man. Human being who was created by God. Human being. That he translated that Bible. That man do translate the Bible through his thought. Na mka leo nafikiria kuna buku inaitwa art. Na iandika art. Nawaambia Bible ya the old Bible inasema art about what? Sababu nyinyi hamuelewi. African don't hawaelewi hiyo language huko. Maybe hiyo ilikuwa the truth Bible. But sasa hivi ilikuja ikatranslatiwa, mkaletewa hii Bible ya kizungu sijui what. For me, Bible nimeipitia. I think najua more about Bible. Najua further. Bible books, the Bible zenye naweza fuata ni mbili pekee. Esther and second one, Songs of Solomon. Hizo tu ndizo vitabu za Bible naweza soma, nisikie niko fit, nimefuata. Kitabu ka Esther haijaongelea mahali God somewhere. No. Songs of Solomon ni vitu about living. Yeah? Unaona? So ndio maana tunasema kitu ka if tunaongelea languages, unapata saa hii Bible unaisoma hivi na Kizungu, inatwistiwa hivi na Kikuyu. Ukisoma na Kizungu alafu urudi uisome na Kikuyu the same verse, unaona kuna vile imekupigisha kikona hivi. Haujaelewa but majina mengine yametumika hapo. Ni majina haieleweki. Okay. Yeah? Ndio maana nakuambia Bible was human man-made book, kama Kidagaa, kama what, like other stories, but Christian you do take it seriously. Wazungu wamewaletea goja ni mkate kidogo. No, I can't really consider your thought kwa sababu umesema in the book of Solomon na Esther. Hiyo ndo vitabu zenye wewe unaweza consider. Hizo tu, just those, cause hizo ni vitabu zenye zimeandikwa na mtu anasema ni mimi niandika hivi. But if you see you talk about sijui Genesis, sijui Leviticus, sijui Matthew what, nothing like that. Wacha nikushtue. Nothing like wacha that. nikushtue.
nikwambie the reality about the Bible. And my viewers too. Nikwambie ya kwamba, let me say it clear. Ndio maana watu waache kukaa kama wanachanganyikiwa into a certain like wako confused kae. Nothing, I'm not. The Bible, it was not fully, kitabu yote haikunakiliwa through inspiration. Ask me why and how. How? This is how. When you read the Bible, you shall find opinions of someone who got through a certain situation. And you will find that like a proverb. Unapata a proverb inasema mwenye anafanya mtoto wake kumzoeresha hampei adhabu wakati amekosea kwa wakati wake, huyo mtoto ataudhi babake na mamake ataishi kwa kilio. So that was not God's opinion or inspiration. It is the livelihood of these people, and that's why they wrote the Bible. Then tumetoka kwa man. Then okay, Bible somehow ukikosa ku understand, and please Lily, you have to pray for God to give you the access of the Holy Spirit. Holy Spirit can lead you through and give you direction and give you the truth, the real truth, so that you cannot oppose the gospel. Because you will find some people, they were just passing a certain challenge, like tuseme kama mtu kama huyu aliandika Ecclesiastes, the person who wrote Ecclesiastes. Ukisoma hiyo Biblia yote, huyo mtu Kenya alikuwa anatafuta who is God and how does God want human to be. Ukifuatilia story kaa hiyo yake, unapata alijaribu kuchukua mali yote ya hii dunia, lakini finally akaona ni ujinga. Ndo alimalizia na kusema all things are vanity, but of which I cannot agree with him, because God created everything with a purpose. I cannot agree with him. They are not vanity and striving after wind, as he said. So the real fact and the real idea here is, kuna mwenye analeta mawazo yake hapo unafaa kujua, na kuna mwingine analeta option yake vile ameona. Kuna mwingine sasa, huyu kama Jeremiah anainspiriwa na Mungu. So usipoelewa hivyo, kuna maneno ya mwanadamu na kuna maneno yenye imeongewa na Mungu. Usipoelewa hilo utakuwa confused. So wacha nikuulize, let me ask you one question. Do you know that Bible imeandikwa na white people, ndio ikaletwa in Africa? The Bible iliingia Africa sijui the year, I don't remember well, nikikwambia sasa nitakudanganya, but nimesahau kidogo venye iliingia Africa. People sahi Africa iliingia in a form of Christianity, that create churches nini. Iliingia na mambo ya churches. Sahi watu kanisani wana overdo hadi venye Bible inasema. Hakuna mahali kwa kanisa kwa Bible that imeandikwa unaweza changa pesa ununulie pastor gari. Nothing. Wewe unaenda kanisa unachanga pesa zako 1000 zako 5,000 zako nini? Unaenda nyumbani ukiomba lift. Hauna kitu, but umenunulia pastor gari. Unapiga makofi sana, umefurahia, sijui pastor amepata gari ya milioni ngapi, sijui tumemnunulia. That is nonsense. Alafu unapata that Bible ingine inaongea the same thing na African, watu wa kitambo African. Like
unaweza pata this someone mwenye alikuwa na Madrid, Samson. Mnasoma about Samson, but ikikuja in kitu yenye mimi nasema ni reality. In Africa there was a person who was known as Kwame Nkrumah. If you remember well in history, Kwame Nkrumah alikuwa like Samson. Alidanganywa na ni female gender ndio ilifanya akuwe weak. Bado the person huyo Samson, huyo Kwame Nkrumah, kitu yenye alikuwa the strongest man. Alikuwa the strongest man. But you see category yake vile na describe na Samson, it is the same way. Ndio nakwambia what you talk about the Bible. For me the Bible, I do not verify that it is the best book. The Bible, for me the Bible is the same as story book, the same as Kidagaa, as nimesema before, the same as Blossoms of Savannah. Is Christian wanaitake ikiwa seriously like that. Unapata mnaenda kanisa, mtu mwenye anaenda kanisa sasa hiyo, huyo mtu after church, sasa hiyo kwa church anaenda na ruka na do whatever, but after church yeye ndio wizard, yeye ndio witch, yeye ndio sijui waiter huko, si waiter hotel. No, I'm not talking about that. Yani ndio waiter wakamnyoza. Unasikia mtu kwa kanisa anamwambia God has blessed me, God has granted me on another new business, nimefungua kapabu hapo. What a fucking hell anafanya pabu na anaongea kwa kanisa that thing. The Bible is that munasema you are inspired by the Holy Spirit. Pia me, I can be inspired by the Holy Spirit to do what? Naweza amka leo niandike kitabu yangu, niseme Denly. Nilala nikaota nikifanya nini? Nilala nikiota nikiwa majuu. Nikaandika one day there was a person who was known as Denly. Ed alikuwa majuu akafanya what and what, but it is a dream. Nikaandika nikanakili nikaiweka kwa book. Na ukisoma hapo after hapo revelation unaona kuna Denly hapo. So that is it. Wacha nikwambie kitu moja by the way, kwa Bible kuna vitu sasa kuna many types of Bible. Kuna good news, kuna inaitwa aje ingine Holy Bible. There are so many, but let's take us tuchukue tu different mbili. Holy Bible, good news. Mbili, just two. Holy Bible na good news. Hizo Bible mbili. Tukikuja kwa good news, kuna kitu unaweza soma ikupeleke hadi mwisho. But Holy Bible unaisoma inaisema inakuachia hanging. That's ni Bible, yes. It was written by the same people. How unasema maybe tuseme in the book of John. Neti John aliandika hii Bible akaimalizia ingine akafikisha nusu. How? Tulia. Yeah. Munasema it was written by the people who are read by the Holy Spirit. The time Jesus was talking to his disciple, ndio tukaambiwa sijui kuna book imeandikwa sijui na Peter, sijui what. Unataka kuniambia wakati Jesus alikuwa na preach his people, na yeye Peter na John kazi yao ilikuwa kuandika hiyo mambo anasema? Then another question, let me ask you. Bado mafans pale wanaweza kuwa natuma questions zenye wanauliza, wenye wanapingana na mimi wanaweza kuwa kinipinga na ma questions. Tujue ni aje. Another question. Ile my viewers. Msikome hapo. Wacha tujue mbivu na mbichi. Yeah, another question. Let me ask you. How can a Christian that unapata kuna let me not talk about only Christians but dini zote like Hindu, Christians, Muslims, Buddha, whatever. Munagather pamoja ndio muombe. You don't believe that unaweza kaa hapo ujiombewe mwenyewe, ujiimbie nyimbo zako na Mungu akusikie. Let me talk about Catholic Church. Do you know Catholic Church was the first church that ilikuwa inapitisha slave trade in Africa? Catholic Church was among churches that zinapitisha slave trade in Africa. Let me talk about Catholic Church tena. You see Catholic Church. Nasema niko na ubaya na Catholic Church, but it's a fact. Catholic Church ukiangalia kanisa, Jesus when he was ascending, as the Bible says, he taught his disciples on how to pray dialect. Si ndio? Aliwafunza. Sijui in the name our Father who art in heaven, hallowed be the name. Yeah, he taught them. And that is good and amazing.
kama ni ukweli. Maybe huwa tunafuata mambo za wazungu hatujui. You don't know kama ni ukweli. So ndio tunasema venye aliwafunza how do Catholic Church inaenda against it. Unasikia inasema heri sijui Mary Mother. They pray Mary Mother. Na tunajua Mary Mother was the mother of Jesus venye Bible says. Si ndio? Si mimi nasema ni Bible says. Alikuwa mother of Jesus. But how do they pray Mary Mother instead of God? How do they pray Mary Mother? Si hata waombe Jesus. Pray Jesus. Say Jesus help me. Jesus do what? Guys. But niaje mnaomba nini sijui. No. Guys, kwa hiyo story mnasikia. Which are you opposing, or are you opposing, are you proposing? Sababu kuna kitu hatuelewani na wewe. Let me tell you another thing. Saa hii kanisa vile zimekuwa, it's a business, it's a house of God. For ni house of God mnaita hivyo, that are faking name, but ni business house. Let me tell you. Wacha nikwambie kidogo tu nimalizie. Dakika moja nimalizie. Vile kuko saa hii mnasema Yesu wakati kwa Bible vile imeandikwa. Hii Bible tu mnasoma nyinyi wenyewe. Kitambo Yesu alipata watu wakifanya biashara kanisani, akawachapa. Yeah? Ni Bible imesema hivyo, akawachapa. But for now, like last Sunday, let me remember about last Sunday, there was a certain church, sitaisema jina, but walikuwa na business kanisa. Unapata mtu ameleta kuku inanunuliwa kwa kanisa, ng'ombe inanunuliwa. Nini? That is a business. What were they doing? Ni business ama ni preaching? That was a business. Another thing. What really were they? Okay. What were they intentionally was about to do with what they were selling? Kitu yenye walikuwa na sell, mimi sitaki kujua, but the thing yenye mimi najua, hawa watu walikuwa nafanya business. Okay. Kuchanga pesa. Okay. Maybe ni pesa walikuwa nachanga. Ngojea kidogo nikukate. Ni pesa walikuwa nachanga maybe za kanisa ama nini, si ndio? Let's say that hiyo pesa nani alisema hizo, like kitambo, ukiangalia kitambo about the Bible, churches zilikuwa zinajengwa na kings. Audio walikuwa najenga churches. Hakuna walikumeambiwa mtu ajenge kanisa. Ni kings. Kama uko na uwezo, kama uko na tulia nimalizie dakika moja. Kama niko na uwezo, yes, naweza jenga. Ya mwisho sasa. Ya mwisho. Saa hii there is a difference between a pastor who was mwenye alienda shule na pastor mwenye ako na talent. There is a difference between those people. So unaona pastor akienda shule akikuja, yeye nia yake si ku preach, nia yake ni ku business. Sababu ameenda kusomea ndio afanya nini? Business. Na anafanya business through what? Through Bible. Anaenda anasoma Bible nini, anakuja kuambia hii Biblia iko hivi. Mungu alisema msiache pastor bila kitu. Mungu alisema sijui nini. Hiyo ni business anafanya sahi kanisani. Sahi kanisani hakuna sijui nini. Business. Ukiangalia watu wa keyboard, unauliza mtu umeenda kanisa ufanya nini? Nakwambia mimi nimeenda kiazara bwana. Yeye ameenda kupiga keyboard alipwe. Yeye ameenda kupiga gitaa alipwe. Si eti ameenda kusikiza neno, ni kiazara. So, unapata mtu tuseme ni wa keyboard. Anasema leo nikihata kanisa sijui nani atapiga keyboard. Si eti ajui, maybe kuna mwingine, but yeye ni hiyo keyboard anasikilia nini? Asikili kwa nini mbaya kusikia neno. Kwa nini si pia okay. Kuna kila mtu kwa kanisa. Awe mdogo. Kila mtu kwa kanisa. Awe mdogo. Awe kaa ni mtoto ama mtu mzima. Awe ni pua ama ni tajiri. Imagine kwa hiyo kanisa everyone is a pillar. Sikatai. Everyone is a pillar. Lakini hiyo kwanza tuachane nayo. Umesema ya kwamba nimesikia umesema mambo na biashara inafanyika kanisa. Yeah. Let me tell you this. Ya kwamba okay, in these days unless you go back to the word which you are going against it, inakuambia ya kwamba mtakuwa mnawajua na matunda yao. Lakini the same Bible inasema
kwa sababu hawataki kujua ukweli. Nayo ukweli kama hawataki kujua, inabaki ni kwamba ile uongo wanataka, alisema itaongeza utamu. Wapenda hiyo uongo kabisa. Like hakuna any other option wanaweza fanya. Na hiyo uongo ndio hiyo mnapewa kanisa. Hiyo uongo ndio hiyo. Okay, let me say that si church zote, kwa sababu let me say, acha niache kulilai na dini yoyote, tunaongea Ukristiano. Lakini atakaa ni Ukristiano, first of all ni kuambia ukweli, kwa sababu ukweli ndio umekosekana na mwangaza ndio ukweli. Yesu alipokuwa mahali anaongea na his disciples, there were some Pharisees wenye walikuwa wamtafutie makosa ndiposa wamsubiri kusurubu. And in that process Yesu akasema, do you know that hii kanisa mnaiona hapa, hii kanisa mnaona imejengwa na mawe mzuri, imepambwa, nina uwezo wa kuibomoa na siku moja na nikaweza kujenga na siku 3. Most of people, surely, I don't know how they understand about it, but it's so unfortunate. Nimekam ku understand like 95% they don't have the idea of what Jesus was saying to them. He was saying this to them, that he detected and saw that kanisa